سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول مولانا في محكم تنزيل بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shukurani kubwa ya dhati isiyokuwa na mfano inamstahiki Allah. Ni yeye Allah ana haki na uwezo na ukubwa na utukufu wa kushukuriwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah ana haki ya kushukuriwa kwa kila kitu. Jambo la kwanza, kuwa Muislamu ni katika shukurani ambaye kila mtu anapaswa kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo hivyo kuwa na afya ni neema katika hali ya kumshukuru Allah. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunashuhudia hakuna mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila peke yake Allah. Allah peke yake hana mfano, hafananishi na chochote wala halinganishi na kitu. Hata ukatengeneza wa kumfananisha ni mpungufu tu, lakini Allah peke yake amekwisha kamilika kwa utukufu wake na sifa yake. Nashuhudia mara ya pili, dunia ikubali isikubali, wanadamu wakubali wasikubali, peke yake ndiye sahibu shafaa yaum al-qiyama, ndiye muombezi wa siku ya kiyama. Kwa sababu kila mtu atakwenda, kila watu watakwenda kwa kila nabii, na kila nabii atalilia umati 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 peke yake. Kila nabii atalilia nafsi nafsi nafsi, roho yangu roho yangu, peke yake tu ndiye atalilia umati umati umati, si mwingine ni Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rehma na amani zimwendee Bwana Mtume na hali zake na masahaba zake na Waislamu ulimwengu mzima atakayeshikamana na Qur'ani na mafunzo Bwana Mtume hadi mpaka siku ya kiyama. Amina. Mwenyezi Mungu akubariki. Ibadallah, enyi waja wa Allah, nikihusia nafsi yangu na kuwahusia nyinyi kunako kumcha Allah, na wamekwisha faulu watakayemcha Mwenyezi Mungu. Waman lam yalbisu thiyabi min at-tuqa takallaba uryanan walau kana kasiya. Asiyetaka kuchukua uchamungu ndiye mavazi yake, akapenda chukue mavazi ya dunia, siku ya kiyama atatoka eko uchi, japokuwa alikuwa mtu wa heshima. Waislamu, khutba yetu ya leo kuna nini? Mawaidha zinazunguka Kongo nzima na Goma. Leo tutapapasa kidogo aya moja katika surati al-Baqara, kisha tutasema dua yenyewe. Watakuombea wewe, wataniombea mimi, na walimuombea yule, na walimuombea babu wako. Kwa nini? Sasa kupitia hii dua tuitengeneze. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ndo mada yangu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, muogope siku ambaye
tutarudia kwa kwenda kuingia kunako kale kachumba. Tutarudi, na katika kurudi njia yetu ni kuingia mkale kachumba. Haijulikani kana santimetri ngapi. Tuogope. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tuogope siku ambaye tutarudia, na katika kurudia hatutatoka hapa duniani hadi mpaka turuke tukaingie. Hapana, ni kutoka hapa na kurudia. Kurudia kwake Allah ni kupita katika njia ambaye Allah amezungumzia, minha khalaqnakum, kwa udongo muliumbwa, wa fiha nu'idukum, na kwa udongo mtarudishwa, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kwa udongo ndiye mtatolewa. Ulizwa inaulizwa, hii mawaidha iko napitikana, tumeiona au hatuioni? Iwe mashekhe, iwe Goma inabaki matongo, iwe Kinshasa inabaki matongo, iwe Bukavu inabaki matongo, iwe Lubumbashi inabaki matongo, iwe Manyema Kindu inabaki matongo, iwe Kasongo inabaki matongo. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Muogope siku ambayo mtarudia. Nani alirudi? Yule alirudi jana, amerudi leo, amerudia, kesho atarudi, sasa hivi nitarudi, na wewe utarudi. Umma Muhammad, lakini kuna dua ambayo watakuombea na ushehe wako, na utajiri wako. Kuna dua ambayo utaombewa, haitazidishwa dua 3, dua 10, moja tu utaombewa. Baba yako ulimuombea hiyo dua, mama yako kama aliondoka ulimuombea hiyo dua, ikiwa mke wako aliondoka ulimuombea hiyo dua, ndugu yako ulimuombea, na wewe utaombewa hiyo dua. Haiko dua ya mchezo, haiko dua ya mchezo. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Muogope siku ambaye kutakuwa marejeo kwake Allah. Hiyo siku ipo. Nikianza Goma, waliokuwa wanaifanya Goma iwe na itikisiki kiuislamu hawapo. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Muogope siku ambaye kutakuwa marejeo kwake Allah. Jana imepigiwa simu, watu walikuwa hawamjui Sheikh Ayubu Juma. Nimefika hapa Goma, alikuwa imamu Irben wa chini yake Sheikh Suleimani Tumaini, alikuwa imamu titulaire Birere adjoint ofisi, Sheikh Suleimani titulaire ofisi adjoint Birere. Goma misikiti miwili kidogo, na kwa msikiti Kakakindu kalikuwa kimeleka Kambao. Nimefika hapa, lakini shekhe huyu ni mmoja kakayewaelimisha wanawake wa Kiislamu Goma, lakini ameombewa dua moja, na wao wataombewa hii dua. Na ikiwa tutaombewa hii dua, ni ujitengeneze vizuri. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Muogope siku ambaye kutakuwa marejeo kwake Allah. Alikuwa hapa hayupo. Hii ni kukuonyesha historia ya mji. Walikuwa vigogo ambao wakiingia kwenye dua wanasema hapa dua kabla haijaombwa, kupitia hawa wazee wameikaa, dua yangu Mwenyezi Mungu ataikubali leo. Tofauti mimi na wewe. Walikuwa wazee, unaingia kwenye baraza unakuta rahimahullah wakina wazee Sheikh Salim bin Juma sahibu funun, Sheikh Salim bin Juma baba yake na Sheikh Medina. Hakuna bingwa aliyekuwa anajua ilmu ya nahwi ya grammar mpaka leo hapa kama ule baba alivyokuwa.
ili kukueleza historia. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ogopa siku ambaye kutakuwa marejeo, na hii marejeo kuna nafasi ambayo utakwenda kupumzika. Hapo ndiye kuna matatizo makubwa. Hayuko ile mzee. Nikirudi, kuna watu walikuwa na swali hapa, walikuwa na alama. Doktor rahimahullah Sheikh Abdul Maula Hussein Tawil Masri alikuwa anapanda hapa kwenye mimi nasimama, bingwa mwishisini, ili kukuonesha historia ya mji huyu, na wewe utakuwa hauko. Anza kuprepare na utavirudia. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kabla haujapata hiyo dua, kwa sababu hiyo dua ni kujaliwa, unaweza ukaombewa hiyo dua, na kama haukubahatika haitakusaidia chochote. Utatoa ya aya. Ulikuwa naenda fasi, unaingia katika vikao, unamkuta mzee wetu Alhaji Abubakari Alhaji Zakaria bin Kubra, baba yake na Sheikh Abubakari Zakaria. Mzee alikuwa anaomba dua papo kwa hapo. Alikuwa na dumu na dhikri, na alikuwa anampenda Mtume Muhammad, alikuwa anamsalia Mtume Muhammad. Lakini ukikwenda leo unaenda kukuta ni tuta za udongo. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tuogope siku ambayo tutakuwa yetu. Na ndiyo maana tunatamka kila mara, ndugu yako akiondoka tunasemaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kwa sababu hii raji'un iko ismu fa'il, ni kitu ambacho kiko kinarepete, kinajirudilia kila mara, kinaenda kwa ule, kinaenda kwa huyu, kinakwenda kwa fulani, na kitakuwa kwangu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Muogope, muogope. Tukiangalia juu, wenye waliokuwa wanachukua uongozi, yuko wapi? Alikuwa na medali aliyopaa Alhaji Hamisi Kabemba Muteba Olwanga. Wallahi hii mawaidha tucheze kwa mawaidha kwetu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Baadaye alikuwa mzee Alhaji Jumapili Swedi, wanamuita maarufu Jumapili Rusangiza. Vigogo ambao walikuwa wameikaa katika mji huyu, hautazungumza neno kuhusu kutoa. Ule mzee alikuwa kia mara mingi ya Jumapili anikaa pale kwa mkazungumza habari ya kutoa, yeye anasema mimi natoa pesa natoa pesa kadhaa. Umati Muhammad hawako wazee ambao walikuwa hawana maneno mengi, vigogo wako ndani ya ardhi, inatosheleza kuwa mawaidha kwetu. Baadaye walikuwa wazee wenye walikuwa wanazunguka na wale wazee pamoja, kuwashirikiana na wao. Ukiangalia hapa mwaveni ya ofisi walikuwa wakina mzee Hemedi Ndarabo, ambao walikuwa mwiyo komite ya zamani. Hawako. Tuache. Tunakuja sasa, unaangalia wazee wengine walikuwa wamechukua hii community, wakina Alhaji Ayubu Suleimani Muhimu. Hii ni mawaidha kwetu, kwangu na kwenu nini na kwale wote waliokuwa. Tumwogope Mwenyezi Mungu na tujue tutarudia. Hakuna wazee walikuwa hawazungumzi mengi. Unaangalia wafadhili walikuwa mafadhili, ukamwambia Allah anasema hata taka uendelee la pili, anaingiza mkono mfuko. Naangalia mkono wangu wa kulia hapa kwenye nyumba hii, mzee Alhaji Toha Rumen pamoja na mke wake Hajati Hamida wako wapi? Tutengeneze, turudi kwa Allah ili tubahatike katika hii dua.
Wazee walikuwa katika mji huu, kategori zote. Ukienda Birere unakuta wakina mzee Yusuf Sebo, wazee mbalimbali walikuwa hawako. Nafikiri swali, wallahi ninavyowataja hawa wazee, na mimi na wewe watakutaja tena. Hawa wanatajiwa kwa sifa nzuri, lakini wewe mbele ya kukutaja watasema a'udhu billahi minash shaitani, watakulani juu ya tabia yako na matendo yako. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wengi mashaikh walichukua uongozi. Yuko wapi mzee wetu Sheikh Abbas Suleimani Karata aliyekuwa representant wa Ligue Islamique Mondiale mu Afrique Centrale? Hii ni mawaidha kwangu na kwako wewe. Wattaqu yawman turja'una fihi Allah, tuogope siku ambayo tutarudia kwa Allah. Ukirudia ukienda Kivu, ni mawaidha kwako. Uangalie wazee waliokuwa katika mji huyo na mashekhe. Kuna shekhe ambaye alikuwa bingwa, alikuwa mfasaha wa kufasiri Qur'an, alitembea nusu ya ulimwengu mzima, na siku aliyekufa bendera ya nchi ya Tanzania haikupanda, ilishuka ikabakia katikati. Jeneza lake likawekwa kwenye tapi rouge. Maambasaderi ndio wamemkosha raisi ambaye alikuwa Al-Hassan Mwinyi, ndio amesajia jeneza yake, Sheikh Muhammad Ismail Baini. Tuhubiri sisi wote madai wa Kongo, hakuna aliyepewa karama na kujua kuzungumza na kufasiri Qur'an mfano ule. Yuko ndani ya kabri, tena anazikwa nchi ya mbali ya Dar es Salaam. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tuogope siku ambayo tutarudia kwa Mungu. Waislamu, unatia mzaa, tengeneza vizuri. Juzi amekufa aliyekuwa kiongozi wa Uislamu Sheikh Osman Kasongo. Leo ni miezi 9 tangu alala katika ardhi ya Burundi. Ni mawaidha kwa wale ambao tunawaona, tengeneza mimi na wewe tabia yetu kwa nzuri, ili tutaporudi tubahatike tukiombewa ili dua nataka kuitamka hapa, huenda itakuwa kheri kwako. Lakini kama haukutengeneza, wallahi utajuta. Tuache shuka Manyema. Ndio tunasema kama dini imetoka kule Manyema. Walikuwa vigogo, walikuwa vigogo. Ukiingia pale alikuwa Sheikh Musa Majaliwa, Sheikh Akida Msazi, wakina Sheikh Haruna Kashaka, wakina Sheikh Juhudi Kashaka, mashekhe mbalimbali ambao wameacha matunda leo Kongo nzima na nje ya Kongo. Hata kama kutakuwa watu watatukana hiyo masomo, lakini ni mmoja katika masomo ambayo imesaidia katika hii nchi ya Kongo. Wako wapi? Ili kuonesha taa ziko zinazimika. Turudi kwa Allah, tuogope siku kaudia. Uje sasa katika nchi ambayo wanakuambia berceau de l'Islam. Kuna mtu ataguna na kuhakikishia niko kwenye mimbar, na ukienda katika stati ya Komiko wanaandika berceau de l'Islam, mji wa Kasongo. Walikuwa wazee wa cha Mungu. Sheikh Haruna Bashir rahimahullah, Allah mrehemu katika kaburi yake, ambaye peke yake ndiye alikuwa na cheo hiki ambaye ninacho ya upredikateur national katika nchi ya Kongo, na ndiye aliliviwa ili mimi wa kweli walinomea katika cheo hiki. Aliliviwa. Ukiuliza sifa yake, alikuwa na sifa ya kumwogopa Allah, hakuwa na sifa ya kusengenya. Mashekhe wa leo wanasengenya ndio ziti. Mwingine anakwambia na kumsalia mtume siwezi bwana, lakini anasengenya. Bala. Utaku yawman turja'una fihi Allah. Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Tuache. Wende Kisangani alikuwa Sheikh Omar Ibrahim Matayago, miongoni katika wale watu 6 ambaye kabla Mobutu atupatie personalite juridique
le 28 mars 1972 mbele wasaini komiza au wasaini jumuiya, alisema anaomba wateolojia 6 ambao watakayepewa hiki kitu uongozi wa Kiislamu kuwa ni amana. Wale watu 6 walimalizika, kabakia mmoja, Sheikh Ibrahim Omar Matayabu, yuko pale katika ardhi ya Rwanda pembeni nyumba yake. Wataku yawman turjauna fihi Allah, turudi kwa Mungu, turudi kwa Allah, twende kumkhiriji. Walimaliza al-Mamlaka al-Arabia Saudia, wataku yawman turjauna fihi Allah. Eko wapi Sheikh Suleimani Bitumba alimaliza kulia dawa Saudia? Hayuko. Yuko wapi Sheikh Salum Wema Funganjia alimaliza al-Mamlaka al-Arabia Saudia? Hayuko. Hawa ni wakongomani na wataja waliosoma na walitumikia Uislamu katika nchi, mashekhe wakubwa. Turudi na wewe tutengeneze haraka kule tuko naenda kale kanyumba, mna matatizo makubwa. Yuko wapi aliyekuwa bingwa aliitwa Imamu Superior Sheikh Gamali Lumumba Saleh bin Yaman, Allah mrehemu katika kaburi yake, alikuwa kiongozi wa Uislamu, amemaliza Mamlaka al-Arabia Saudia, amefanya fakulti ya kulia dawa ya teolojia. Hayuko. Nikiwataja mashekhe hapa ni wengi, maana yake ni kukueleza kila mtu kwa tabia yako. Rudia, ogopa siku ambayo utarudia. Utajiri yuko wapi? Alhaji Abedi Tambo Kauzeni, walikuwa wanamuita maarufu Kazabela. Ikiwa leo tumepata wa Masri walikuja zaidi, ilikuwa ni maneno ya ule mzee kumwambia rais wa zamani Mobutu kwenda kuongea na Husni Mubarak au Anwari Saadati. Kwa wakati huo wakaenda kuongea, wakakubaliana ya kusema ya kwamba mapadiri wanakwenda mara mingi kuzaire, wale wa misioneri wanakwenda, na hii Uislamu ni dini ya ulimwengu. Kwa nini nyinyi Waarabu hamwezi kwenda kufundisha dini Zaire? Wakafanya mkataba ya kukubali mashekhe wa Egyptien watoke Egypte kuja katika Republique Democratique du Zaire. Huyo wakati aliyokuwa kiongozi wa Islam Alhaji Abedi Tambo Kauzeni Kazabela, na ndiye sababu ya nini kumpata Sheikh Abdul Maula Hussein Tawila hapa. Wataku yawman turjauna fihi Allah, muogope siku kama tutarudia. Islam ni dua gani? Sheikh Kudra watakuombea hii dua, Sheikh Najib watakuombea hii dua, utaki usitaki hii dua watakuombea. Sheikh Thabiti watakuombea. Nani anakufa ya kwamba ni Sheikh Hassan Shaban, watasema Allahumma ighfir lahum warhamhum waskinhum. Allahu akbar. Nani anakufa ni Sheikh Hashim bin Musa, watasema Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhum fil janna. Nani atakataa kama hii dua watamwombea? Najua watu wa lugha wako hapo, Sheikh Najib yuko nifuata vizuri, na yeye watamwombea dua hii. Na hii dua hakuna kwamba mimi ndo mtu wa sunna na mimi ndo siko wa sunna. Watu wote wataombewa hii dua, lakini haiko nimporte ki kwa kupata neema ya hii dua, ila yule ambaye alitengeneza. Wattaqu yawman turjauna fihi Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Muogope siku ambayo tutarudia, na kila mmoja ataulizwa katika yale aliyofanya na aliyetanguliza. Allah rehemu mashekhi wetu walitangulia makaburini, wale ambao nimewataja majina yao na wale sikuwataja. Allah rehemu mashekhi walitangulia, walikuwa na uchungu na Waislamu. Lakini mimi na wewe wallahi tuna shida. Nani anakufuata? Sheikh Thabiti ulizo ni moja tu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wasqinahu fil janna. Kwa nini tunasema wasqinahu fil janna? Hatusemi Allahumma ighfir lahu warhamhu wasqinahu fi baitihi. Kwa nini tuseme? Juu ya nini tunasema kile mashekhe? Tunasema kwa wasqinahu fil janna. Allahumma ighfir lahu, Allah amsamehe
khata, kila mwanadamu ana makosa. Al-kamalu lillah, mkamilifu ni Allah peke yake. Ummat Muhammad, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tuogope siku ambayo kutakuwa marejeo kwa Allah. Kutakuwa marejeo. Hii dua haiko mzaa. Hii dua, kuna watu walitafuta hii dua walikosa. Unaelewa habari ya Abdullah ibn Salula, rasul munafiqin, kichwa cha wanafiki. Na wengine wanakuambia bwana, mimi niko fatani. Of billahi mashaitan, au naibu wewe ya kwamba yama mimi najua nikakusukia fitina haitakufuata. Innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabul jahannam wa lahum adhabul hariq. Hakika wale ambaye waliyefitinisha waaminifu wanaume na wanawake wakafa bila kutubu, wallahi kale kanyumba kile kuna giza mbaya sana. Kale kanyumba kana giza yenye hautageuka hivi, hautageuka hivi, ile position utabakia hivi, sura yako mpaka kwenye ukuta. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Na maliza huyu jamaa alipokufa, mtoto wake Abdullah akafunga safari kwenda kwa Mtume Muhammad, akamwambia ya Rasulullah, baba yangu tajari hali haiko tena. Mtume kwa mapenzi aliyekuwa anampenda huyu kijana akachukua joho lake akamwambia nenda umfinike, labda itakuwa sababu ya kumpunguzia ukali na uzito wa sakaratul maut. Nifuate vizuri. Lakini joho hili lilichukuliwa, sikia maneno aliyesema yule ambaye labda wafulero wanamuita Rurema. Sheikh Kudra anamuita Virinyi ambaye mwabaka nunga. Labda Warega wanamuita Kalaga Mshoga. Labda wa mwisho wanamuita Nyamuzinda. Sikia vile anataka kuzungumza, kumwambia Mtume Muhammad kwa ajili ya ujamaa, kwa ajili ya baba yake na ujamaa. Waganda wanamuita Mkama, kule mbali wanamuita Nzakumba, Wanande wanamuita Nyamuhanga, Wabembe wanamuita Ombetata. Sheikh Abdul Suleiman anamuita lugha yake Chalicha Mkumbi wa Mombo. Akasema hivi kumweleza Mtume Muhammad, astaghfiru lahum au la tastaghfiru lahum, in tastaghfiru lahum 70 marra fala yaghfiru Allah lahum. Allah anamwambia Mtume Muhammad, huyu jamaa ataombewe misamaha, wewe umuombee misamaha mara 70. Hebu kweli kuna mtu aliyeweza kuwa na nuru kama Mtume Muhammad, ambaye Mungu anamwambia liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Uone hiyo sifa wewe. Uko na hiyo sifa kweli? Usamehewe madhambi yaliyotangulia na itakayokuja. Ndiye Allah anamueleza, ijapokuwa wewe umuombee huyu jamaa mara 70, Mwenyezi Mungu hatamsamehe kwa sababu amekufa katika hali ya adhabu ya Mungu. Alikuwa kichwa cha wanafiki. Ole kwa ule ambaye anakuambia bwana mimi ndio gramu nafiki. Sikia jambo hili, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, muogope siku ambayo kutakuwa marejeo, siku ambayo tutarudi.
amesimama hapa mzee Juma Kabala, baba yake na kochi Khamisi, aliyekuwa imamu katika msikiti huyu 28 alikuwa hapitishi sana mwalimu Juma Kabala ndani ya ardhi. Bilal utarudi, alikuwa Bilal aliyekuwa hapa mzee Khamisi, chumba yake ilikuwa kule. Kabla hii machoa yabomolewa, kulikuwa chumba cha Bilal, alikuwa na kaaga kule. Mzee Khamisi, mzee mwembamba mfupi, alikuwa Bilal. Tutengeneze. Baada ya ule mzee walikuja maimamu hapa, Sheikh Fazili Kombo Ramadhani, baba yake na mufti wa Jamhuri Sheikh Abdalla Ramadhani, alikuwa imamu hapa. Wataku yawma turjauna fi Allah, tuogope siku ambayo tutarudi. Alikuwa Sheikh Ramadhani Mrisho, Sheikh Kudra alimjua, alikuwa imamu hapa. Tutengeneze, wallahi tutarudi. Uzungumza basi, sisi tunaongea. Walikuwa mashekhe hapa Goma waliopewa ufasaha wa kuzungumza. Miongoni mwao ni mpenzi wetu aliyekuwa shekhe wetu Idi Abbas, Allah mrehemu katika kaburi yake. Alikuwa akipanda kwenye mimbar anazungumza na watu walia, wanasema ni kweli dai anazungumza. Hayupo. Mimbari hii imepandiwa na watu mashekhe. Tutengeneze, safari iko nzito pale. Sasa kwa nini inasema Allahumma fillahu warhamhu wasqinahu fil janna? Allah amsamee huyu mtu, Allah akusamee wewe, umeisha tangulia. Kwa nini? Wenda ulikuwa boss, mali yako ulitafuta katika njia haramu, Allah akusamee. Wenda ulikuwa na kila chochote ulikitoa katika njia haramu, Allah akusamee. Ndiyo tunasema Allahumma fillahu warhamhu wasqinahu fil janna. Kwa nini tunasema wasqinahu fil janna? Allah amsamee na amuhurumie na amuweke maikazi yake, amuweke nyumba yake ni peponi. Kwa nini amuweke peponi? Hatusemi wasqinahu fil baiti, amuweke nyumbani kwake, ambaye nyumba mtu akishajenga kanyumba anaona kama yeye ni special kushinda watu wote. Kudra wote ongeni, Yesu analala kwa msikiti. Utaongeni, ndio unasikia mtu anakuambia, wote ongeni. Si ndio tuna watu tuna jina hapa mjini. Tuna jina. Wao nafikiria Allah vilimshinda kuwapatia watu wote dunia wakoe wabaye. Havikumshinda Mwenyezi Mungu. Wao nafikiria kuwa na nyumba ndoni. Sikia sasa nyumba ambaye Mungu alitaka. Tilka darul akhirati naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wala 'aqibatu lilmuttaqin. Nyumba ambaye Allah anaitayarisha kwake, ambaye tuna haki ya kumuomba Allah, lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wameandaliwa ile nyumba ni wale wasiotaka kujinyanyua katika dunia, kuwa na kibri, wasiotaka kujifanya kama wao ndiye wao. Hapana, wasiofanya uharibifu. Uharibifu ni mchafu sana, bali Allah anawaandalia wacha Mungu. Na si wadangani, wacha Mungu ndio wanaandaliwa. Maryam, tilka jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Pepo ya Allah inaandaliwa wacha wema, ndio watakayerithi pepo ya Mungu. Allah machache nazungumza, itustareheshe dunia na akhera. Tengeneza tabia na mimi nitengeneze tabia. Siku tunakufa wanasema Allahumma fillahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'hu dakhalahu waghsilhu bil ma'i was thalj wal barad wa naqihi min adh-dhunub wal khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Wallahi, awe mufti wa dunia nzima, awe mfalme wa wapi yoyote, maadamu alikuwa na shahada, hii dua ataiombewa na hii dua itatumika kwake kama alitengeneza angaliko mzima. Lakini kama hakutengeneza angaliko mzima, kabri ni rawda min riyadatil janna, ni bustani katika bustani ya pepo kwa aliyefanya mazuri, wa imma ghufra min ghufrati nar, na ni shimo katika mashimo ya moto. Machache nazungumza istareheshe dunia na akhera. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أقول ما تسمعون
استغفر الله لكم فيغفر المستغفر. الحمد لله رب العالمين الذي يقدم هذا قبل هذا الآخر. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إسلام tumemaliza khutba. Ni kusema kuanzia mimi kwenye kuongea niogope siku ambaye nitarudia nitapelekwa fasi ambaye sijui, hakuna nitakanisaidia ile matendo nitayarisha mbele yao. Nitaombewa dua moja tu. Kuna watu waliokuwa na tabia ya kuwa natukana mashekhe hapa. Sheikh Najib hajui kusoma Qur'an. Sheikh Sabit hajui kusoma Qur'an. Sheikh Qudra hajui kusoma Qur'an. Sheikh Saif hajui kusoma Qur'an. Fulana hajui kusoma Qur'an. Sasa wewe ndio unajua, wewe unajua. Hata surati al-Fatiha wewe unajua kutamka vizuri. Qur'ani haina waspesiali. Peke yake Nabii Muhammad. Lakini alimwambia Ibn Mas'ud, "Iqra alayya Qur'an." Nisomee Qur'ani. Ibn Mas'ud anamwambia Mtume, "Nitakusomea wewe Qur'ani na wewe ndio inateremka." Nabii akamwambia, "Inni uhibbu an asma' min ghayri." Mimi napenda nisikilize Qur'ani inasomwa na mtu mwingine, hata roho mbaya. Chuki ya nini? Al-hasad la yasul. Mtu wa chuki hautafaulu. Kama huyo anapewa karama yake, wewe hautazima karama ya mtu juu ya chuki yako na roho yako mbaya. Mimi sitakuwa imamu kama Qudra. Sitabiweza. Siwezi. Hii ni karama yake. Mungu amemfanya kuwa imamu. Mimi sitakuwa mtu wa lugha kama Sheikh Najibu. Hapana, kila mtu ana domene yake Mungu anampa. Waislamu tu tunabebana. Tena hizi Qur'ani zina matabaka tofauti. Ukiwauliza mashehe Afrika nzima ni qiraa gani inasomewa, au Kongo ni qiraa gani? Wena ni qiraa moja Hafsi ndio inasomewa, lakini qiraa ziko mbalimbali. Unaweza kumsikia mtu anasema wal qamari idha talaha wan nahari idha jalaha. Wewe unasema nasoma na makosa. Wadhuhi, wewe unasema nasoma na makosa. Wadhuhi, wewe unasema nakosea. Wewe unajua qiraatu bazi, qiraatu duri, qiraatu qalun. Wewe unajua kisomo cha qalun. Kama mimi tu tunaheshimiana. Chunga siku mtu atengea kazi yako. Mimi hapa msingile kwa kwangu. Na mimi sasa nataka kuingia kwa domene ya kwangu. Nitakushusha nivo mpaka watu wajue kama haujui kitu. Haujui kitu. Lakini Allah alisema waratili Qur'ana tartila. Na msome Qur'ani vile ilivyo. Tajwidi inatuambia intau kula harfi hakahu wa mustahaqa ila akhir al-kalam. Wewe utasema ghairi maghasubi ya leo tukuitike. Tena kuna watu wanakuwa na tabia wakikaa maamuma wenyewe, unasikia maamuma moja tu anataka kusoma aya. Unajiuliza ni lugha ya kwao wanasoma? Ni nini unataka kuongea mbele ya watu? Bamsikie tu kama nisome. Mashekhi wote walikuwa hapa, Allah wahifadhi na Allah wachunge. Na kazi ambayo mnaifanya hata kama Waislamu hawatahakikisha, lakini Allah ni shahidi, anaona kama kweli mnasoma maneno yake na mnatumikia dini yake, malipo tutalipa mbele ya Allah. Waislamu, hii ni remarki kidogo nilitaka kutoa, bali ni insani ala nafsihi basira. Kila mtu atajijua kama wako humu sawa, kama hawiko sawa. Tuache kuwa na madharau, Kama unavaa veste, vaa veste yako ya kutoka kwa Baitul Maamur. Kama wewe unavaa joho ya kutoka kwa Al-Kaaba, vaa zile joho. Kama wewe ndio unavaa viatu vikatembea chini vinasema Allahu Akbar, wewe vaa vile viatu. Lakini Qur'an uachie wenye kujua Qur'ani.
Lugha uachie wenye waliosoma lugha. Hadithi uachie wenye waliosoma hadithi. Ndio, kama haujui kitu sema sijui, mtajaza mwenyewe. Namalizia, kila mtu akitaka kwenda kwa harusi, mwanaume anaenda kwa salon, wamtengeneze kidogo, asema unajua mtoto uchafu. Tena mwingine anakwambia mtoto uchafu, ndevu haiko uchafu, ndevu ni sunna. Ndevu ni sunna. Ndevu tena hakuna raha kama kuwa na ndevu. Na Allah ajalie mwanaume mwenye hana ndevu, Allah mjalie yote ndevu hata kidogo. Sema Allahumma amin. Ndevu ni sunna. Sasa mtu anakwenda kusaloa anasema nataka wanitoe. Mwanamke naye kwa kwenda kumariaji anakuambia anaenda kufanya makeup. Sasa la mwisho, tengenetia makeup ya kuingia kaburini. Tia makeup ya kaburini. Kila mwenye kwenda kusaloa kutengeneza nywele, ende atengeneze nywele ya kaburini. Salima, tengeneza nafsi. Amri ya Qur'an sallallahu alaihi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Rehma na amani imuendee Bwana Mtume Muhammad. Alisema ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Mola wangu hakika watu wangu wameihama hii Qur'an. Waislamu muisogelee Qur'an. Na hii Qur'an hamtaijua, muwapende mashehe wenu, muwakumbuke mashehe wenu. Na ndiyo maana kesho imeandaliwa kikao baada ya asri, wanaitwa Waislamu wote. Na mwenye amefisha baba yake, mwenye alifisha mama yake, wote tukutane hapa tuwakumbuke mashehe wetu waliotangulia tuombeni. Waislamu, hata nipatie mfano. Unaendaka nchi za nje, unasikia mtu anazungumza, nani sasa ule Sheikh Mzaire, nani sasa Sheikh mmoja alikuwa anaitwa Muhammad Ismaila. Ule bwana alikuwa na karamu. Kisha la ajabu, mtu mwenye hajua kutaka kufasiria maana ya bismillahir rahmanir rahim anakuambia alikuwa hajui kitu. Subhanallah. Waislamu, tuache balaa. Acha kumchukia mtu alishanyanyuliwa daraja na Allah, ameisha kuwa mbele ya haki. Wenda mimi na watu jitu tafia wapi? Wenda mimi na wewe tunasoma elimu ya ria. Watu ite tunasoma lakini hatuna ikhlas. Fitna na husna na roho mbaya. Kila mwenye kuwa na chombo chocho chake. Ule bwana nipeleka tena sunala sasa. Anitoa basi. Nimetoa juu kule. Viongozi imamu ni gani? Usaini kuna mimi. Utanichukia bure, lakini Allah amempa anayemtaka na anamteremsha anayemtaka. Rehma na amani waendee vigogo waliokubali pamoja na mtume kupigania dini kwa mali na nguvu. Wa kwanza ni Abdallah mtoto wa Kuhafa, Abubakar Siddiq. Abubakar ametoa mali yake. Wanamuuliza nyumbani kwao kunabakia nini? Akasema hakuna chochote ila Allah peke yake. Waislamu, tutoe pesa. Baada ya sala tujitahidi tupate dola 250. Itakuwa kheri inshallah baada ya sala. Rehma na amani mwendee Umar bin Khattab. Kana amiri al-mu'minin, alikuwa kiongozi Umar bin Khattab. Wakati alipokuwa katika uongozi wake Umar ametengeneza kwenye kashia kwa wakafa bin mauti wa Aiza na tusheleza mauti kwa mauti. Kila aliyokuwa ndio kama jana tumezika, leo tumezika. Jana ilikuwa ni Sheikh Ayub, wenda leo itakuwa ni jina yangu ndani ya group Islamic M4. Wenda itakuwa ni Sheikh Najibu, wenda itakuwa ni Sheikh Kudra, wenda ni Sheikh Thabiti, wenda ni Haji Hashim. Wallahi turudi kwa Mungu. Kuna watu wanasema maisha yanakuwa nguvu. Naweza nikajinyonga nitundike. Usijitundike juu jina yako liko kulise tu utakufa. Usijiue. Huko kulise utakufa. Wala Allah hatakusahau. Rehma na amani imwendee Uthman bin Affan, sahaba wa Mtume Muhammad. Usikome kwa Uthman bin Ali bin Abi Talib. Pia waendee Waislamu wote ndugu mzima watakeshikamana na Qur'ani na mafunzo ya Mtume kwa umoja na mapenzi hadi mpaka siku ya Kiyama. Amina. Mwenyezi Mungu akubariki.
tumuombe. Fastajab lana kama wa'adtana, Allah kujibu kama mstahili kutujibu. Hakika ahadi yako ni ya kweli. Mwenyezi Mungu mfalme wa mbingu na dunia, sisi wadhaifu wa viwiliwili na maroho, sisi wa maskini wa imani na utajiri, hatuna nini wala nini, ila tunategemea msaada kutoka kwako. Allah kuwezako ya arhamar rahimin, warehemu na shekhe wetu walitangulia makaburini, warehemu wazee wetu walitangulia makaburini, warehemu na haji wetu na mahajati walitangulia makaburini, walifanya kheri usiku na mchana kwa ajili ya dini yako ya Rabbil Alamin. Allah tujalie mwisho uliokuwa mzuri, Allah tujalie mwisho uliokuwa mzuri, Allah tujalie mwisho uliokuwa mzuri. Maimamu wote walioswalisha msikiti, Allah walipe kheri, hawana salere, hawana chochote, ila watumeje walipotoka kwako kwa uwezo wako ya Rabbil Alamin. Viongozi wote wa Kiislamu, Allah walipe kheri, ambao wanatumikia Uislamu bila salere, lakini kwa imani na nguvu na mali na nguvu na hikma na busara ya Rabbil Alamin. Kwa uwezo wako ya Arhamar Rahimin. Vijana wenye wataoa wapate wanawake wazuri, na wanawake wenye wataolewa wapate wanaume wazuri, na mwenye kuwa na nia ya kuongeza mke wa pili, Allah mjalie apate nguvu na uwezo aongeze mke wa pili. Kwa uwezo wako ya Rabbil Alamin. Maombi ni kwetu, majibu ni kwako. Tia amani katika dini yetu, tia amani katika dini yetu, tia amani katika dini yetu, tia amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tia amani katika nchi zote zinazingira Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda na nchi yote ya Rabbil Alamin. Tia amani ya Arhamar Rahimin. Maombi ni kwetu, majibu ni kwako. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم إسماعيل أن طاهر بيت للطائف والعاكفين وركع السجود وأقم الصلاة.